Mkasa mkubwa katika maisha sio kifo, bali ni watu kukosa malengo na uthubutu wa kuyafuatia malengo hayo au malengo yao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mkasa mkubwa kwenye maisha sio kifo, sio kifo. Shida kubwa iliyopo ni watu kukosa malengo. Yaani unakosa malengo au unaweka malengo, unakosa uwezo wa kuyafuatia malengo. Unaweza ukawa na uwezo wa malengo, lakini ukawa hauna uwezo wa kufuatia malengo. Sasa ukiwa na uwezo wa kuweka malengo na ukakosa uwezo wa kufuatia malengo, malengo yako hayataleta matokeo. Kuna mtu yuko hapa? Kuna mtu yuko hapa? Kuna mtu yuko hapa? Ukisema nina malengo mimi kama mme ndani ya ndoa, kama baba ndani ya familia, nina malengo ya kuleta mabadiliko, lazima uwe na uwezo wa kufuatia hayo malengo ya mabadiliko. Uyaishi, anza kuyahangaikia, anza kutafuta malengo hayo, anza kuishi sawa na hiyo ndoto yako. Baada ya siku, yale malengo uliyojiwekea yatatimia. Lakini usipofuatia malengo, ni imani bila matendo kuna mtu hayuko hapa? Ni imani bila matendo Weka malengo, fuatia malengo. Lazima utembee na malengo. Lengo mbele, haleluya, wewe nyuma ya lengo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Fuatia malengo. Uwe na uthubutu wa kufuatia kile kitu umeweka mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mwingine anajipanga, anasema huu mwaka nataka nihakikishe biashara yangu inabadilika. Halafu hana uwezo wa kufuatia mabadiliko ya biashara. Haileti matokeo. Nataka kazini kwangu mwaka huu, kwenye eneo ambalo nimepata ajira, nataka nifanye kazi, na baada ya kufanya kazi, nataka miaka 3 ijayo niwe nimepata fedha kiasi fulani. Anaishia kupanga na kuandika. Na ni rahisi, wengine wanaandika kila mwisho wa mwaka, anaandika kwenye diary malengo ya mwaka huu, lengo la kwanza, lengo la pili, lengo la tatu, hitaji la 4, hitaji la 5. Anaisha. Akimaliza kuandika, anakaa mmoja, hakumbuki kutenga hata siku moja kuenda kuombea mahitaji yake ya mwaka. Ana maombi ya kuomba, Mungu bariki chakula hiki ni kile, nipate afya, nikishapata nguvu, nikishapata chakula nikala nikashiba, nipate nguvu za kukutumikia vema. Na hata kimaliza kula hatumiki. Haleluya. Lengo halijaombewa hapa. Ni jioni, asante Mungu umelikuwa na mimi, umenilinda, haleluya. Mchana kutwa leo nimeona wema wako, sasa ninakwenda kulala, haleluya. Malaika waliozamu na wale wasiokuwa zamu, usiku wa leo wote wanizunguke. Yaani serikali yote ya mbinguni ishushe majeshi yote, magereza, CJW, sijui nani, mpaka na migambo wote wa nyumba 10, wote washuke kwa ajili yako mwana kijiji mmoja. Hayo yote ni mahofu tu. Asante Bwana Yesu. Ukimuuliza vipi? Uliweka malengo mwezi wa kwanza mpendwa. Uliweka mahitaji mwezi wa kwanza. Sasa hivi tuko mwezi wa 5. Umefikia wapi? Naendelea na mtazamia Bwana, naamini atanifanikisha. Hakuna hata siku moja amefunga na kuomba kuombea mipango yake. Hakuna hata siku moja amefunga na kuomba kuombea malengo yake. Hakuna hata siku moja amefunga na kuomba ili amtafute Mungu kwenye eneo hilo ili amfanikishe. Yaani yeye anatembea tu, kuna kucha kuna amka, nimeweka malengo. Mwisho wa mwaka aliweka mahitaji 10 au malengo 10. Ukimwambia yametimia mangapi? Huu mwaka haukuwa wakati wa Bwana. Haukuwa wakati wa Bwana, bado anaendelea kumwamini Bwana. Mengine yalipaswa yatimie mwezi wa kwanza mwishoni. Hata mwezi wa 5 yasingefika. Tatizo ni nini? Yalikosa ufuatiliaji. Haleluya. Kuwa mtu unayefuatilia mambo. Ndio maana hata mfanyabiashara, usiweke mfanyakazi kwenye biashara yako halafu nakaa nyumbani unaanika 4 unasema haleluya na muamini Bwana. No, uwe na muda wa kufuatilia utendaji wa kazi kwenye biashara yako.
Namwamini kabisa. Wewe unamwamini sana kuliko Yuda aliyekuwa na Yesu. Baadaye alifanya nini? Sina maana mfanyakazi huyu ataiba, nina maana ufuatie. Yeye ana lengo lake, apate mshahara, awe na malengo yake. Wewe pia kama mwajiri wake una malengo yako tofauti na malengo yake. Si kuna mtu ananielewa? Uliyemwajiri ana malengo na wewe una malengo, wote mna malengo tofauti. Ndio maana ukimkabidhi kazi, hatatimiza lengo lako, atatimiza lengo lake. Huyu aliyepiga makofi ameelewa. Kwa hiyo usipomfuatia, miaka 5 ijayo lengo lake mfanyakazi litatimia, halafu wewe uliyempa kazi lengo lako halijatimia. Shida ni nini? Wewe hukufuatia, yeye alifuatilia malengo yake. Wewe ukakaa ukasema imetosha, nimemaliza kazi. Haleluya! Sikiliza mtumishi wa Baba, haleluya. Fuatilia malengo, uwe na uthubutu wa kufuatilia mambo. Amen, 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 amen. Hapana mtoto yeyote anazaliwa bila uchungu. Hata kama utafanyiwa operation utakutana na maumivu ya donda, lakini huzui maumivu, hauzui uchungu, kwa sababu unataka faida ya mtoto kuzaliwa. Uwe na uthubutu wa kufuatilia mambo, hata kama inakuumiza, hata kama inakuchosha, fuatilia, kwa sababu utafanya kazi leo kama mtumwa, kesho utaishi kama mfalme. Haleluya, 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 haleluya. Bado unazo nguvu za kimbia, bado unao uwezo wa fikiri, bado unao uwezo wa kukaa masaa 12 bila kukaa. Fanya, utafika wakati masaa 3 huwezi kusimama, ni saa 1 umekaa. Wakati utakuwa unaishije? Ni yale malengo ya mwaka ule yanakusaidia kwa ajili ya leo. Jina la Bwana libarikiwe.